Ile mada yetu siku ya leo kuhusiana na yanayoendelea katika chama cha Jubilee, na moja kwa moja tujiunge na mwanahabari wetu Alan Ochanda ambaye atakuwa na tujuza mengi zaidi. Naam, kunradhi, Ibrahim Karanja ambaye anatueleza mengi zaidi kuhusiana na Wakenya kutoka mji wa Nakuru wanavyozungumzia swala hili. Naam, Karanja. Nachofuata. Hello, Lofty. Mama Ibrahim Karanja, sijui kama unanipata? Naam, Lofty nakupata, na ninachofuatilia ni uchaguzi mdogo katika wodi ya London. Kumbuka ni chaguzi ndogo ambazo zaendelea katika wodi ya London na Hell's Gate, ambayo ni mbali na zile chaguzi ndogo katika maeneo bunge ya Kabuchai na Matungu. Na uchaguzi huu mdogo ambao utakuwa ukifanyika siku ya Alhamisi tarehe 4 ni uchaguzi ambao umezua joto la kisiasa katika taifa. Maanake tumeona viongozi wengi wa kisiasa wakijitosa ndani kuja tu kukampeni na kuweza kukampenia wale wagombea wa vyama tofauti. Kuna mgombea wa chama cha UDA na mgombea wa chama cha Jubilee. Manake tunavyozungumza kwa sasa ni kwamba chama cha ODM na chama cha KANU kiliweza kuwatoa ama kujiondoa katika kinyang'anyiro. Na kwa sasa manake kampeni zilikamilika jana. Naomba nizungumze na afisa wa IEBC atakayekuwa akisimamia chaguzi hii ndogo katika eneo hili. Asante sana Bwana Serem kwa kuzungumza nasi. Gilbert Serem, tueleze kuhusu matayarisho ya IEBC. Tutakuwa na vituo ngapi vya kupiga kura? Ni wafanyakazi wangapi wa IEBC ambao watakuwepo kabla ya kuingia pengine katika masuala ya ndani zaidi kutokana na uchaguzi huu mdogo? Ningependa kusema ya kwamba tuko tayari kabisa, tumejitayarisha vilivyo, na ifikapo hapo tarehe 4 tutaweza kuandaa uchaguzi. Kwa sasa pia tumeweza kutrain wale officials watatusaidia kule polling stations, karibu officials over 100, na pia tuko na 29 polling stations katika wadi ya London katika Nakuru County. Ni wagombea wangapi ambao wanawania? Kwa sasa tuko na wagombeanaji 20 kwa sasa, ingawa hapo awali kuna mmoja alikuwa amekuja ofisini kutaka kujiwithdraw, lakini timelines ilikuwa imepita, ingewezekana. Hiyo ni kumaanisha aspirants bado watabaki ile 20 tu. Yeah. Bwana Serem, uchaguzi huu mdogo wa London ni uchaguzi ambao umezua joto la kisiasa katika taifa nzima. Sio tu tulivyotarajia kwamba itakuwa uchaguzi ya mwakilishi wadi. Na inamaanisha kwamba kwa kuwa kuna hilo joto la kisiasa, pia ni watu wengi ambao watataka kufuatilia ni vipi inaendelea, na iwapo kuna watu ambao wana nia mbaya pengine ya kuvuruga uchaguzi ama kuweza kuiba kura, pia watakuwa wanaangalia zaidi katika wodi hii ya London. Ni mikakati ipi ambayo mmeweka kama tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba uchaguzi ama matokeo ambayo mtakuwa mkitangaza kesho ni matokeo ambayo hatakuwa haribiwa ama yamenajisiwa kwa njia yoyote? Kwanza ningesema kama tumejitayarisha mambo ya security. Tumekuwa na security meetings kuanzia county level, sub county, hata mpaka vile kule kijijini, na tumehakikisha kwamba security itakuwa ya hali ya juu. Tutakuwa pia na 2 security men at every polling station. Tutakuwa pia na security katika tallying center, na wale tunaita patrol watakuwa pia. So yangu tu ni kuhimiza wananchi ama wakaaji wa London watuliza amani, waamka asubuhi, wakuje wapige kura zao na warejee nyumbani, wangoje matokeo jioni. Tulishuhudia baadhi ya wagombea ama wale ambao walikuwa wakifanya kampeni wakitupiwa vitoza machozi. Tumeshuhudia madai kwamba pia ya hongo ya wakati wa kampeni. Kama tume, waweza ukasema kwamba wakati wa kampeni ama kampeni zimekuwa vipi? Campaign ningesema they have been relatively peaceful, kwa sababu tuliweza kuketi na wale candidates tukapanga vile wataendesha hiyo campaign zao, na majority of them wameifuata ile campaigns, ijapokuwa tu misunderstanding ya hapa na pale, but we were able to sort it out kama tume ama IEBC Nakuru. Naam, asante Bwana Serem. Tutakuwa tukizungumza pengine katika taarifa zetu baadaye kuhusu virusi vya corona na jinsi uchaguzi utafanyika, ilhali vituo vya uchaguzi ni shule. Wanafunzi watakuwa wapi, utakuwa ukitueleza. Ila Lofty, umepata tu kusikia kutoka wadi hii ya London, mojawapo ya wadi ambazo zitakuwa zikifanya uchaguzi mdogo hiyo kesho, pamoja na wadi ya Hell's Gate katika eneo la Naivasha. Lakini kwa sasa nitakuwa nikirejesha kwako wakati ambapo pia tunazidi kuangalia chaguzi ndogo ambazo zitakuwa zikiendelea katika maeneo tofauti nchini. Asante Karanja kwa taarifa hiyo.
Tukisonga mbele, waziri wa fedha katika kaunti ya Uasin Gishu Julius Ruto ameitetea kaunti hiyo dhidi ya madai kwamba